Umuthi tabarira ya njera-ini citu ndirakurehera rugano rwa mwanya muno rwa uria ciana cia thi wa miaka 18 ciohagwo njera cioho itiganite cia kuruhanio na ngero itiganite. Msichana akikosea, yes, kuna mali anaweza letwa kama hapa kama hii girls, juu hadi mimi sikuwa idhania kama njai kuja mali kama hapa. Na huku unaletwa for 3 years ndo urekebike, juu sidhani kama kuna place ingine unaweza enda. Muiritu uyu no wa miaka 14 na ngero iria imurehete guku njera ni kuragana. Nilikuwa class 7 na nilikuwa 14 years na nilikuwa nasoma, nilikuwa na perform, si kwa mtoto mbaya, nilikuwa na perform. Safari yangu ya kuanzia jela ilianzia 2020 September 23. Hiyo day hadi sijui niliamka na nini, sijui nilikuwa na shida gani. Then mama wangu alikuwa ananiambia niache kisirani, niache kugombana na sister yangu. Juu tulianza kugombana asubuhi juu ya kuosha vyombo. Hii ilikuwa tu kitu kidogo tu. Then sister yangu akakataa kuosha vyombo. Sasa mama wangu nikabaki hapo na mama wangu akaniambia mimi ndo nioshe vyombo. Nikaanza kuteta. Mama wangu akasema yeye ameenda kazi, akirudi anataka apate nimeosha vyombo. Fanya safi yangu ya nyumba vizuri, then nikaoga, nikakaa kwa nyumba, nikalala. Kafika saa 6 hivi, nikaamka nikabweka kwa nyumba, nikasema acha niende video, niende nikawatch huko. Sasa nilichukua pesa, nikatoka nikaenda. Nikapatana na muri wangu anaitwa Deno. Nikakaa na yeye hapo. Then on the left kulikuwa na huyo boy. Sasa huyo kijana alikuwa ameketi hapo. Alikuwa amevuta bangi. Macho zake zilikuwa red, alikuwa na veins kwa mwili. Sasa mimi nilikuwa nashangaa mbona ananiangalia na ako na hasira. Yaani ni kama mtu amekasirika. Sasa mimi nikakaa hapo, tukaendelea kupiga story, tukipiga story na Deno juu alikuwa morio wangu, yani walikuwa watu wawili walikuwa mamorio zangu, lakini Deno alikuwa close tu sana na mimi. Sasa akakuja akaniambia nataka kuniona. Mimi nikamuuliza nataka kuniona aje na kama nani, na sasa hiyo time tulikuwa tunaongea na yeye. Then akaniambia nataka kuniona nje na tuende kwa dem fulani anaitwa Ann. Sasa tukatoka, nikamwambia sawa, nikatoka wa kwanza. Vile nilitoka kwanza nikiwa nyuma hivi namwangalia amekuja mbio. Nikafika hapo gate kwenda kuingia, akaanza kunipiga tu bure. Na niambie mbona ananipiga, akaanza kunipiga bure. Sasa mimi hapo hivyo alikuwa amesha vyombo amezieka hapo nje na alikuwa ametoka, lakini sijui alikuwa ameenda wapi. Woragire atia. Sasa niliona kisu hapo juu alikuwa ananipiga, yani alikuwa ananipiga sana mpaka nikaona hapa huyu hapana, sita survive hapa. Sasa nikaona nikichukua hiyo kisu maybe ataogopa asonge. Sasa mimi nilishika kisu, nilimwambia sinikaribie, akazidi kunikaribia. Sasa mimi ile nilikasirika, yani mimi hadi sijui hadi ni aje ilifanyika aje. Nilikasirika tu, yani hadi sijui nilimdunga aje na hiyo kisu. Sasa vile nilishtuka nikaachilia kisu chini, alikuwa na bleed akiwa ameshikilia. Sasa mimi niliscream, watu wakakuja, badala watu wakuje wamchukua mpeleke hospitali. Wanakuja, watu wanaangalia, wengine wanapiga picha, mnawalilia na waambia kitu mchukueni tumpeleke hospitali. Hakuna mtu mwenye anamchukua. Sasa nikakaa hapo kama 20 minutes, wakapigia chief, akakuja tukamchukua, tukampeleka hospitali. Tulimpeleka hospitali, tukaambiwa amekufa 5 minutes past. Ndio sasa mapolisi wakapigiwa, nikakuja nikachukuliwa. Muiritu uyu ni araheana bisha ya uria ureri wa matuku maya wina hinya. Mimi nilikuwa na best friends wangu wawili, Eva na Vena. Then mmoja alikuwa boyfriend yake, Deno alikuwa boyfriend ya Eva. Na nilikuwa na best yangu pia mwingine alikuwa anaitwa Sharon. Huyo boy alikuwa anaitwa Saimo, mwenye sasa alikufa, alikuwa anaitwa Saimo, alikuwa boyfriend ya Sharon. Sasa wote wawili walikuwa mamorio wangu. Wao yeye alikuwa 20. Vile alikufa ndo mimi sikuwa najua. Vile alikufa ndo alikuwa 20, but alikuwa mkubwa. Hiyo time nilikuwa na boyfriend, sijakataa. Nilikuwa na boyfriend.
na mimi niliintrodusiwa na beshte yangu. Alafu nilikuwa najiona mimi ni mkubwa, lakini nilikuwa mdogo. Boy akikuwa attracted kwako, akikuongelesha huwezi mnyamazia. Sasa akikatia si unaingia tu box, lakini hiyo si vizuri. Mimi kwanza mamangu alikuwa ananiambia, alikuwa ananiuliza, alikuwa anasikia tu rumors. Ananiuliza, "Ule kijana ni nani? Huyo kijana ni nani? Unamjua?" Mimi naruka futi 10 nasema hadi simjui. Na hadi sijui ni nani. Lakini mwisho mamangu alikuja tu akajua alikuwa muri wangu. Undu wa itherũ watuĩkire kĩgagayo guothe. Na feelingi vibaya sana. Vibaya sana kwanza nikikumbuka hiyo siku. Juu sikuwa na hiyo intention. Yani sikukuwa nafikiria kama anaweza kufa. Yani sikukuwa na hiyo intention. Anything small can cause, yani inaweza cause kitu mbaya. Juu unaweza piga mtu kofi ukifikiri, yani ukiona tu ati hakuna kitu inaweza fanyika, upate ameanguka hapo chini, pia yako na mashida zake za mwili, akufe. Na wewe mwenyewe utashangaa sana juu haukuwa na hiyo intention, lakini vile watu wataiona ni kama ulikuwa unataka kumuua. Mimi naweza sema tu kitu kidogo yenye unaona sio kitu, jua hiyo ni kitu kubwa sana. Yani unaweza fanya kama kosa kadogo ukifikiri ati sio kubwa, na inaweza kuja kwa kitu kubwa kulingana na vile watu wanaichukulia, but wewe haukuwa una intended kufanya hiyo kitu. Sometimes mimi nakaanga chini na flashback, najiuliza, nasema kama singe act na hiyo hasira, kama singe react singekuwa hapa, then maisha yangu ingekuwa ni kama imeharibika. Juu nilikuwa nakaanga hivi chini na feel, naona tu yani nilimwaga damu ya mtu. Yani na feelingi vibaya sana. Roho yangu nasikianga ikitatizika ikikuwa, yani na feel niko overwhelmed kwa roho. Njera rĩu nĩ thondekete mũirĩtu ũyũ akorwo na mũtũrĩre mwega thutha-inĩ. Kama sasa nimeenda counseling, nishaanza kujiaccept. Ilishafanyika. Hakuna venye naweza irudisha back. Familia yangu, mama yangu na sister yangu mkubwa wanakujanga. Hadi hiyo familia, mimi hadi nikiwa kotini sijai waona yani wakikuja kotini. Na hadi ingewezekana yani mimi mwenyewe tu yani niwaone tu yani niwaombe msamaha, ingekuwa poa sana. Roho yangu at least ingetulia, ingefeel poa. Arauga ndangĩenda gwĩkora ũndũ-inĩ ta ũcio rĩngĩ. Natoka hapa December 2024 date 19, but niliambiwa nirudi kotini. Sijui kwa nini, lakini na hope tu Mungu ako na mimi. Na nikitoka hapa, kama sasa nasoma, niko form 2, na hope kuendelea na shule, at least nipasue career yangu yenye nataka kufanya. Nataka kufanya tourism and management. Sasa siwezi jiassociate. Sasa nimelearn ku choose my friends wisely, na pia hasira si kitu mzuri. Mtu akikukosea, mtu kama mimi, mtu akinikosea sasa, nina walk to out niende, ama hadi mimi kitu kinikwaza roho, mimi wanaandikanga chini. Mimi kitu kidogo wewe inanikwaza roho, naandika chini, then nakula hiyo karatasi na feelingi ni kama imeisha. Then nikitoka hapa sasa hadi nashukuru Mungu nilikuja hapa juu sasa niko open, naweza ongea. So naweza advise wenzangu huko nje, nikipata hiyo chance naweza wa advise. Yani crime si poa, na wa respect wazazi wao, wasikuwe disrespectful. Na kitu wenye wanaambiwa na mzazi wao wasikie, hata kama mzazi wako ni mhasha aje, wasikie. Juu kama mama yangu alikuwa ananiambia nikae kwa nyumba, natoka naenda, na unajifanya vile mimi kichwa ngumu, natoka naenda. Sasa nililand hapa Boston, na enyewe nimelearn vitu mingi sana. Juu hadi sasa niko na skills zenye naweza fanya apart from kazi yenye nataka kufanya. Naweza shuka, naweza shona, naweza tengeneza mats. Yani huku hii place inasaidia sana. Njĩtagwo Simon Kibe, na ĩyo nĩ tabarĩra ya Njera-inĩ Citũ.